Naam, karibu tena mtazamaji. Mashirika ya kutetea haki za binadamu nchini yanaendelea kutoa shinikizo kwa serikali na bunge la kitaifa wakitaka bunge kupitisha mswada wa kulinda watu wa jinsia ya huntha. Mashirika hayo yanalaumu bunge kwa kuzembea kuidhinisha mswada huo ambao wanasema kwamba utaleta mabadiliko makubwa na kuwapa watu wa jinsia hiyo uhuru katika jamii. Kama anavyoripoti mwanahabari wetu Clement Masumbo, mswada huo uliwasilishwa bungeni mwaka 2023. Shinikizo zinazidi kutolewa kwa bunge la taifa huku mashirika ya kutetea haki za binadamu nchini yakitaka bunge kupitisha mswada unaotambua watu wa jinsia ya huntha. Wanaharakati wanalalamika wakisema licha ya kuwa mswada huo uliwasilishwa bungeni mwaka 2023 haujaguswa na yeyote. Legal framework can never happen. So even if I go to the county government and ask for bursary for intersex, the question will be, is there a legal framework for that? Kulingana nao, kucheleweshwa huko kumekuwa na athari kubwa kwa watu wa jinsia hiyo, huku wengi wao wakikosa huduma muhimu za serikali na nyingine za binafsi. Wameongeza kusema kwamba iwapo mswada huo utapitishwa, kutakuwa na sheria zinazowatambua na kuwalinda, pamoja na kueleza kwa uwazi nafasi zao katika jamii. Most intersex never went through the education setups because of that discrimination. You realize even the economic standards, the economic approaches usually are very low. No one wants to be the first one to do the intersex thing because of lack of understanding of who an intersex person is. Tume ya Taifa ya Haki za Binadamu nchini KNCHR pamoja na shirika la Hivos ni miongoni mwa mashirika yanayotoa shinikizo hizo. Persons, the challenges that they go through and the fact that they are human and that is how God created them, and we cannot fault God's creation for how it is. So the best that we can do as a country is to provide for them in the same way that we provide for every other person. Mashirika hayo sasa yanataka bunge kuharakisha shughuli ya kupitisha mswada huo, yakisema itakuwa afueni kubwa kwa wanaoathirika katika jamii. Clement Masumbo, KTN.